الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. maneno haya ameyataja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika kitabul fitan akinukuu kutoka kwa mmoja wa as-salaf akiitwa Ibn Hawshab al-Kufi al-Abid al-A'war Abu Yazid na husemwa Abu Marzuq Khalaf Ibn Hawshab al-Kufi Abu Yazid au Abu Marzuq al-Abid al-A'war kwamba yeye amesema huyu Khalaf كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن kwamba masalafi wema waliotangulia yeye ananukuu Khalaf ibn Hawshab kanu walikuwa kwa maana as-salafu as-salih yastahibuna an yatamathalu bihadhihi al-abyat 'inda al-fitan walikuwa wanapendelea kuzisoma beti hizi ambazo tumetangulia kuzisema. As-salafu walikuwa wakipendelea kuzisoma beti hizi wakati wa fitna na machafuko, al-hurub, vita na mengineyo. As-salaf walikuwa wakipendelea kuzisoma hizi beti ambazo baadhi wanasema ni za Imru'ul Qais bin Abis al-Kindi na baadhi wanasema ni beti za Amri ibn Ma'di Yakrib katika mashuara. Nini maana ya haya maneno?
الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. Vita, machafuko, fitna na mitihani, awwalu ma takunu fatiyatan, pale ambapo vina umri au vinarika hivi vya ujana, rika la ujana. Mapambano, vita, misukosuko na mitihani inapokuwa mibichi huwa inavutia. Tas'a bizinatiha likulli jahuli, hujipendezesha kwa yale mapambo yake, jinsi ambavyo huvutia. Hujipendezesha vita kwa vazi lake lile zuri kwa kila mtu mjinga, likulli jahuli, kwa kila mtu mjinga anavutiwa, anatamani aende, anatamani na wewe awepo. Vita vipo katika sura hii, mitihani na misukosuko na machafuko ipo katika sura hii. Ikiwa katika rika lake la udogo hupendeza na hujipendezesha kwa vazi lake kwa kila mtu mjinga, yule anataka awepo, yule atataka shiriki, inavutia. Hatta idha ishta'alat wa shabba diramuha, mpaka pale moto wake utakapowaka. Hatta idha ishta'alat, mpaka pale moto wake utakapowaka. Wa shabba diramuha, na miale yake ikaenda angani. Moto umewaka, kumetifuka, wanapigana, wanaharibiana, wanapasuana. Shabba diramuha, wameingiana kwenye maungo, wamevaana. Shabba diramuha, wallat ajuzan ghaira dhati halili, kubadilika sura sasa. Kilikuwa ni kijana kibichi kirembo, kinavutia, kina mavazi yake mazuri, watu wanavutika nayo, wameshaingiana, wameshamwagana damu, wameshavunjana meno, wameshapasuana, wameshapewa vilema, wameshaacha wajane, hawana wa kuwasimamia, wameshaacha mayatima waliondokewa na baba zao. Ishta'alat wa shabba diramuha, hugeuka muonekano wake na sura yake. Wallat ajuza, kilikuwa ni kibinti kirembo kizuri kinavutia, wajinga wakavutika nacho. Sasa hivi amegeuka, amekuwa ni ajuza. Wallat ajuza, amegeuka, amekuwa ni kikongwe, kibibi, kizee, ajuzi. Ghaira dhati halili, kisichokuwa na mume, hakitakiwi tena. Hapendezi tena. Watu wanakaa wanauma vidole vyao, watu wamekaa wameinamisha vichwa vyao. Yule anasikitika kwa upande wake ule, na huyo anasikitika kwa upande wake huu. Maneno haya ameandika al-Imam al-Bukhari kwenye Sahih al-Bukhari. Bukhari ni wa karne ya 3 huko. Sisi Kiislamu tuko kwenye karne ya 15, mwaka 1447 Hijria. Bukhari ameandika haya akinukuu kutoka kwa
as-salaf Khalaf bin Hawshab al-Kufi Abu Marzuq rahimahullah anasema mpaka pale ambapo hubadilika muonekano wake kutoka kwenye ubichi, kutoka kwenye usichana na urembo mzuri uliowavutia watu, amegeuka sasa, amekuwa ni kikongwe, kizee asiyetakiwa tena na watu. Shamta qabihatul manzar, mandhari yake haivutii tena. Alikuwa na nywele nyeusi nzuri zenye kuvutia, sasa hivi nywele zake zina mchanganyiko weupe na weusi. Shamta yunkaru launuha, hata ile rangi yake ilikuwa ikivutia zamani, sio rangi hii tena. Watu hawaipendi pia rangi yake aliyokuwa nayo. Yunkaru launuha wataghayarat, na amebadilika. Makruhatan lishammi watakbili, hafai hata kunuswa, havutii hata kunuswa, wala havutii hata kupigwa busu. Haya maneno walikuwa wakiyazungumza wakati wa fitna masalaf, as-salaf as-salih, as-salaf al-awwal. Tumepita katika mpito huo, alhamdulillah. Allah amezima moto wa fitna uliokuwa ukiwaka kwa fadhila zake na kwa ihsani, lakini tumechukua ibra na tumechukua mazingatio kwamba yale maneno waliokuwa wakituambia ahlul ilmi kwamba machafuko si mema, si mazuri, hayafai, tusiyashupalie, tusiyapende. Tumeyaona kwa macho yetu, wallahi alazim, tumeyaishi maneno ya ahlul ilm wakitoa indhari na wakitoa tahadhari. Huenda al-Imam al-Bukhari kabla ya kuumbwa nchi hii, al-Imam al-Bukhari na kitabu chake kabla ya uwepo wa daula hii, haya maneno ameandika rahmatullahi alayhi. Sisi Waislamu huwa tuna mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Hatuwezi tukaacha mwongozo wa Qur'ani au tukaacha mwongozo wa Sunna kwa rai na maono na fikra za mtu mwingine, abadan. Na hili hawapishani Waislamu wawili kwamba huyu anasema sisi Qur'ani, hapana. Eti wamekhtalifiana Waislamu wawili juu ya kwamba mwongozo wa Waislamu ni kitabu chao na mwenendo wa mtume wao. Hawatofautiani Waislamu wawili, labda iwe mmoja si Muislamu. Ahlul ilm wamesema, wamebainisha madhara makubwa kuliko maslahi yake. Sisi tunayapima mambo kwa maslahi na mafsad. Maslahi yake ya makubwa kiasi gani, madhara yake ni makubwa kiasi gani, tuna msingi huu. Kwa ikitokea mafsadi, kwa maana madhara makubwa kuliko maslahi, huachwa hilo jambo. Naam, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anafahamu kwamba makafiri wa Makka, ardhi ya Makka, msikiti mtukufu wa Makka, Baitullahi al-Haram, ulipoingiliwa na mafuriko, al-Kaaba ikadondoka, wakaijenga upya makafiri wa Quraysh. Walipoijenga al-Kaaba, kwa maana walipoifanyia tajdid, walipoirenew al-Kaaba al-musharrafa,
hawakuijenga kwa misingi aliyoijengea Ibrahimul Khalil alayhi salatu wassalam. Sivyo, kuna mahala wamekosea kwenye ujenzi. Mtume anajua hilo alayhi salatu wassalam, lakini alikubali ikae al-Kaaba kwa misingi ile ile ambayo haikukidhi ujenzi wa Ibrahim. Kwa nini? Amepima maslahi na mafsad. Makafiri wa Makka wanaiheshimu sana al-Kaaba. Kaaba kwao ni kitu kikubwa. Hili lilikuwepo zama za ukafiri wao, kanu yahtarimuna albayt ashadda at-tahrim, yahtarimunahu ashadda al-hurma. Walikuwa wakiheshimu sana al-Kaaba al-musharraf, kiasi kwamba anaingia msikitini pale, mtu anamuona muuaji aliyemuua baba yake au kaka yake, akakimbia, alimtafuta kwa kitambo kirefu hakumpata, lakini anaingia msikitini anamuona, hamfanyi chochote kwa heshima yao kuiheshimu al-Kaaba al-musharraf. Heshima kubwa. Sasa Rasuli alayhi salatu wassalam akamwambia mama Aisha radhiallahu anha kwamba Aisha, inna qaumaki lamma banaw albayt qassaru, watu wako Makuraish walipoikarabati al-Kaaba walifanya mapungufu kuijenga al-Kaaba katika misingi ya Ibrahim. Na lau kama sikuchelea kwangu hawa kurejea tena kwenye ukafiri kwa kuivunja kwangu al-Kaaba na kuirudia kuijenga uzuri, ningelifanya hivyo. Lakini nachelea, nikiivunja al-Kaaba hawa watarudi tena kwenye ukafiri. Watasema huyu Muhammad ana akili gani huyu kweli ni mtume wa Allah huyu, au amekuja kutuharibia? Anaivunjaje al-Kaaba? Hofu yake Rasuli alayhi salatu wassalam, bora ibaki al-Kaaba katika misingi isiyokuwa ya Ibrahim kuliko kurejea wengi wa Makuraish katika dini yao ya awali, dini ya shirk ya kuabudu mizimu na masanamu. Amechunga maslahi na mafsad, akaona mafsad ni makubwa kuliko maslah, akaacha. Alafu hili likaja likarekebishwa baadaye na masahaba wake. Huu ni msingi adhimu katika dini yetu ya Kiislamu. Unalipima jambo, faida yake ni nini, hasara zake ni zipi, taabu nitapata mimi au na huyu, taabu atapata aliyekuwemo na asiyekuwemo, shida atapata aliyekuwemo na asiyekuwemo. Sisi tutakuwa tumehusika kuwasababishia hawa hizi shida. Sisi tuna fungu letu la hatia. Yule anayelia njaa, yule anayelia dawa hapati, yule anayemlilia mwanawe aliyekuwa akimsaidia hayupo. Alafu hicho ambacho ulikuwa ukikisimamia kimeleta tija gani? Ni kama alikuwa akisema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akiwazungumzia al-Khawarij kwamba la lilhaqqi nasaru wala lilbatili kasaru, hakuna haki walioinusuru wala hakuna batili walioikusuru, kwa maana walioivunja. Akizungumzia makhawarij Ibn Taymiyyah, hakuna haki walioinusuru wala hakuna batili walioikusuru. Fakana madha, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitahadharisha Waislamu kwamba msipende wala msitamani machafuko. La tatamannu liqa'a al-adu was'alu Allah al-afiyah, msitamani kukumbana na maadui zenu, msitamani hilo jambo, msitamani kukumbana na maadui zenu na mumuombe Allah salama. Haya maneno alikuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam.
لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. Masahaba walipatwa na mazingira kama haya magumu, mazingira ya vita vya Khandaq au vita vya Ahzab. Vimeitwa vita vya Ahzab kwa maana makundi ya maadui yamekusanyika dhidi ya Waislamu. Makuraish na kabila la Ghatafan na Mayahudi wa Bani Nadhir na Mayahudi wa Bani Quraidha na wanafiki waliokuwa wakichomoka kwenye jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mazingira yalikuwa tete kwa Waislamu, mazingira yalikuwa magumu kwa Waislamu, mpaka masahaba wakamfuata Mtume alayhi salatu wassalam, wakamwambia ya Rasulullah, hal min du'ain naquluhu, kuna dua yoyote ya kusoma? Faqad balaghat alqulub alhanajira, mioyo yatoka imefika kwenye makoo, mioyo yatakaituchomoke ya Rasulullah, kwa utete wa hali, kwa ugumu wa mazingira. Sahaba Abu Sa'id al-Khudri anamuuliza Rasul, kuna dua yoyote tusome? Allah amelitaja hili tukio kwenye Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junud fa arsalna alayhim riha wa junudan lam tarawha وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أين wale ambao mmeamini, kumbukeni neema za Allah zilizokuwa juu yenu pale ambapo nyinyi mmejiliwa na majeshi wanataka wang'oe mzizi wa mti wa Uislamu. Wamekusanyikana, wametoka pale kina Huyai ibn Akhtab kutoka Madina kuelekea kwa makafiri wa Makka kutaka nguvu na msaada. Makafiri wa Makka walipojiliwa na mazingira haya kwamba wanaoishi na Waislamu pale Madina, Mayahudi, wamekuja wakionyesha wako tayari kimapigano na mapambano, wanataka kukusanya nguvu. Kwa tukiondoa wale watafaidika wale wa Madina na watafaidika makafiri wa Makka kwa kusalimika misafara yao ya kibiashara kutoka Sham ambayo ilikuwa haiko kwenye amani. Wakakubali, bali likawapelekea wale kina Huyai bin Akhtab mpaka kuwasifia makafiri wa Makka kwa ushirikina wao, na wao wanajua kwa mujibu wa vitabu walivyoteremshiwa kwamba hawa ni washirikina, wako kwenye batili, hawapo kwenye usawa. Lakini kwa kutaka kukusanya wingi wa watu hawakujali. Allah akalitaja hili kwenye Qur'an, ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Walipoulizwa wale Mayahudi na makafiri wa Makka kule Makka, sisi na Muhammad nani ameongoka? Sisi tunaabudu waungu wengi au Muhammad anayeabudu Mungu mmoja? Wakasema nyinyi mmeongoka zaidi kuliko Muhammad. Allah anamwambia Mtume, umewaona hawa waliopewa fungu la kitabu
wanayasema haya mambo kwa makafiri kwamba eti wao wameongoka na wamepewa kitabu, wana Taurati. Hawakujali hilo. Kwa hiyo wakatoka makafiri wa Makka wakaungana na kabila la Ghatafan, Mayahudi wa Bani Nadhir, wakawashawishi na Mayahudi wa Bani Quraidha na baadhi ya mabedui pembezoni mwa mji wa Madina, Waislamu wakiwa wako 300. Jeshi la makafiri wa Makka, jeshi la Ghatafan, jeshi la Mayahudi Bani Nadhir, jeshi la Mayahudi ya Bani Quraidha, na hao 300 wakajichomoa wanafiki, wanaomba ruhusa, ya Rasulullah, tukaenda nyumbani kwangu hakuna muangalizi. Wanadhoofisha jeshi. Hali kawa ngumu kwa masahaba wa Mtume Muhammad alayhi wasallam, mpaka akawa anachukua rai, tufanyeje kwenye mazingira kama haya? Salman al-Persia, Salman al-Farisi radhiallahu anhu akaja na fikra kwamba sisi kule kwetu Persia, yakitokea mazingira kama haya tunachimba mahandaki, zuia jeshi la makafiri wasiingie kwenye mji wetu. Upande huu kwa kuwa kuna miti hawatoweza kuingia kupitia upande huu. Watoto wetu na wanawake zetu tuwaweka kule kwenye ngome ya Mayahudi, ambao Mayahudi hao walikuja wakageuka na wao. Allah anasema idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan, mlipojiliwa na wanajeshi tukawatumia upepo na jeshi ambalo hamkuliona la malaika. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Idh ja'ukum min fawqikum, walipokujieni upande wa juu ya Madina, wa min asfala minkum, na chini ya Madina Bani Quraidha. Wa idh zaghatil absar, mpaka macho yenu yakapondoka, mkafokoa macho kwa mshangao, na mioyo ikafika kwenye makoo, na mkawa mnamdhania Allah kwenye yale mazingira yaliyowapata dhana mbaya. Watadhunnuna billahi dhununa, mkaanza kumdhania Allah dhana isiyofaa, kwamba Allah leo ametuacha. Allahu la yansuru dina, Allah hatainusuru dini yake, Allah hatamnusuru mtume wake. Hapo walitahiniwa Waislamu. Allah anasema hunalika tulia almu'minun wa zulzilu zilzalan shadida, na wakatikiswa mtikiso mkubwa kabisa, walitaharuki. Haya sio mazuri. Ndio maana kwa ubaya wa hali sisi tunafahamu kama masahaba watiifu kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, masahaba wanaipenda shahada, imma an-nasru wa imma ash-shahada, ya imma washinde ya imma wafe mashahidi. Lakini kwa ugumu wa mazingira ya siku hii, hadithi ametaja al-Imam Muslim rahimahullah, hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman, anayesimulia tabi'iyun akiitwa Yazid ibn Sharik rahimahullah. Yazid ibn Sharik anasema kunna inda Hudhaifa, tulikuwa mbele ya Hudhaifa, yani matabi'i wamekaa na sahaba Hudhaifa ibn al-Yaman. Faqala rajulun, akasema bwana mmoja katika al-hadhirin, law adraktu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qataltu ma'ahu wa ablaytu, lau mimi ningelimdiriki mtume wa Allah, kwa maana ningelikuwepo kwenye zama zake, ningeshiriki jihad pamoja naye, wa abalait, na ningelifanya maajabu katika kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam. Hudhaifa akamwambia anta kunta taf'alu dhalik, ni kweli kwamba ungelikuwepo ungeyafanya hayo?
لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. tulijikuta sisi masahaba tukiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam usiku wa vita vya Ahzab, ile hali upepo ni mkali mpaka unaondoa mahema, upepo unang'oa mahema, unang'oa vigingi vya mahema, baridi kali, qur wanasema البرد القابس الذي يجعل الإنسان يقرقر أسنانه. قر ni ile baridi ambayo kimpata mtu anagonga meno yake, atetemeka mpaka anagonga meno. Hii hali iliwapata masahaba, pepo unang'oa, kama kuna sufuria inabebwa, vyakula vinamwagika, mahema yanang'oka, wanatetemeka mpaka wanagonga meno. Walipokuwa kwenye mazingira haya, akawaambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ala rajulun ya'tini bi khabari alqawm ja'alahu Allah ma'i yawm alqiyamah. Hakuna mtu ambaye anaweza katoka hapa akaenda kwenye jeshi la makafiri akaenda kudadisi habari zao, aniletee taarifa wakoje, idadi yao, maandalizi yao. Na huyo mtu namuomba Allah anifufue naye siku ya kiyama, anifufue naye siku ya kiyama. Angalia hii ofa, anifufue naye siku ya kiyama. Wanasemaje masahaba? Fasakatna falam yujibuhu minna ahad, tukanyamaza kimya, hakuna aliyemjibu mtume sallallahu alaihi wasallam. Kimya masahaba. Vita si vizuri. Akarudia tena, ala rajulun ya'tina bi khabari alqawm ja'alahu Allah ma'i yawm alqiyamah. Hakuna ambaye atakwenda kuniletea habari ya wale afufuliwe pamoja nami siku ya kiyama. Anasema Hudhaifa, fasakatna, tukanyamaza, falam yujibuhu minna ahad, hakuna mmoja miongoni mwetu aliyemjibu mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara ya pili akauliza tena, ala rajulun ya'tina bi khabari alqawm ja'alahu Allah ma'i yawm alqiyamah. Yuko ambaye anaweza kuniletea habari za wale Allah anifufue naye siku ya kiyama? Tukanyamaza, hakuna aliyemjibu mpaka mara tatu. Mara tatu mtume akasema, qum ya Hudhaifa, simama Hudhaifa. Anasema Hudhaifa ibn al-Yaman, sikuwa na budi, kwa kuwa tayari ameshanitaja kwa jina langu, sikuwa na budi kusimama. Akanamwambia, idhhab, nenda Hudhaifa, faatini bi khabari alqawm wala tadh'arhum alayya, nenda kanipe habari zao, kapeleleze habari zao. Yani anatumwa aingie kwenye jeshi la maadui, aende ahatarishe nafsi yake, afe apone Hudhaifa. Na ukiingia kwenye lile jeshi Hudhaifa, usifanye chochote cha kuwashtua na kuwatanabahisha. Anasema Hudhaifa, falamma wallaytu min indi ja'altu ka'annama amshi fi hammam. Nilipoondoka pale mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa kuwa ameshanitaja kwa jina, hakuna budi kutekeleza amri, nikawa natembea huku na nyata mithili ya mtu anayetembea kwenye maji ya moto, akiwa na maana kwamba Allah amemsahalishia njia. Baridi ile haikuwepo tena kwake yeye, hakuihisi
kana kwamba mtu anatembea akikanyaga maji ya moto, mpaka akaingia kwenye jeshi. Faraitu Aba Sufyan yasli dhahrahu binnar, nikamwona Abu Sufyan anaota moto, ameweka mgongo wake kwenye moto, anaota moto. Fawada'tu sahman fi kabidi alqaus, nikaweka mshale kwenye uta wa upinde, uta wa upinde, akiwa anamlenga Abu Sufyan. Fadhakartu qawla rasulillah, nikaikumbuka kauli ya mtume wa Allah, wala tadh'aruhum alayya, usiwafanye wanishtukizie. Nikaacha. Walau ramaituhu la asabtuhu, na lau ningeliamua kumrushia Abu Sufyan ningelimpata Abu Sufyan. Na kipindi kile Abu Sufyan ni kafir, na ndiye kiongozi wa hili jeshi. Kwenye riwaya Abu Sufyan akachezwa na machale, akamwambia wenzake, jamani, kila mmoja amwangalie mwenzie pembeni yake, ndiye naogopa asije akawa amechanganyikana na maadui zetu. Hudhaifa anasema nikamwahi wa jirani yangu, nikamuuliza, wewe ni katika sisi? Akasema ndio. Sawa. Kamwahi, akili ya haraka haraka, wewe ni katika sisi? Kisha akarejesha habari kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akampa vazi lake kama zawadi kwa Hudhaifa ibn Yaman. Soma hii hadithi, angalia Mtume anazungumza haya maneno, nani ataniletea habari? Yuko Abu Bakar, yuko Umar, yuko Uthman, yuko Ali, wako as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, wako masimba wa vita vibaya. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiongozi wa amani. Mara nyingi tunazungumza kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kila siku asubuhi anamuomba Allah, katika dua za asubuhi anamuomba Allah amani. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa dunyai wa ahli wa mali, Allahumma astur awrati wa amin rawati. Hii ni dua ya Rasul, kila siku anaomba amani. Anaomba amani katika dini yake, anaomba amani kwenye dunia yake, anaomba amani kwenye mali yake, anaomba amani kwa familia yake na watu wake. Alafu anasema Allahumma astur awrati, ewe Allah nistiri aibu zangu, wa amin rawati, na nipe amani kutokamana na yote atakayonipa hofu, niamanishe. Anamuomba Allah amani. Dini yetu ni dini ya amani. Aya nyingi kwenye Qur'ani, soma kwenye sura al-Baqara utazikuta aya nyingi. Nabii Ibrahim anaomba amani kabla ya kuomba riziki. Idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina, jalia mji huu na amani. Kisha ndipo anaomba riziki, kwa sababu bila ya amani huwezi ukataladhdh na riziki zako, huwezi kupata raha kwenye riziki zako bila amani. Katanguliza amani kabla ya riziki. ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarat. Na anawaambia makafiri wa Makkah, falyabudu rabb hadha albayt, wa muabudu mola wa nyumba hii al-Kaaba, alladhi at'amahum min ju', aliyewalisha kutokamana na njaa, wa amanahum min khawf, akawapa amani kutokamana na hofu, vita, machafuko na mengineyo. Walam yarau anna ja'alna haraman amina, hawaoni hao makafiri wa Makkah kwamba sisi tumeujalia huu mji wa Makkah ni mji wenye amani. Hawaoni hawa akina Abu Jahl, akina Abu Lahab, akina Uqba ibn Abi Mu'ayth, na hawa akina al-Walid ibn al-Mughira na wengineo, kwamba sisi tumeujalia mji huu ni mji wa amani. Hawaoni. Wayatakhatafu an-nasu min hawlihim, ila hali watu kwenye miji mingine pembezoni mwao wananyofolewa na kuporwa mali zao, hawana amani. Hawaoni kwamba hii ni neema.
salamun qawlan min rabbir rahim. Amani ndiyo kauli itokayo kwa Mola mwingi wa rehema, katika sura Yasin. Sisi tueneze hii amani kwa maslahi ya dini, kwa maslahi ya dunia, na pale penye madhaifu, penye kasoro, Allah atengeneze. Na kama kuna njia za nasaha, ziko njia sahihi tumeelekezwa, kwamba akikosea mtu sio kwamba aachwa hivi hivi, la, kuna njia za Kiislamu wamuelekezaje kiongozi anayekosea. Hili lipo kwenye itikadi, yani hili ni somo lipo kwenye itikadi zetu, kwa umuhimu wake limewekwa kwenye vitabu vya itikadi, kwenye vitabu vya fiqh lipo, na kwenye vitabu vya itikadi lipo. Firaun amedai uungu. Firaun kasema ni Mungu aliye juu, ana rabbukumul ala, lakini ananasihiwa na yeye, akatumiwa Musa na Harun. Allah akamwambia Musa na Harun, idhhaba ila firauna innahu tagha, nendeni kwa Firaun, nendeni kwa Firaun, amechupa mipaka, amezidi. Faqula lahu qawlan layyina, kamwambieni Firauna anayedai uungu, kaongeeni naye kwa maneno malaini. Anayetoa mwongozo huu ni nani? Rabbul alamin, Mola wa walimwengu wote. Firaun kadai uungu, kampinga Mungu wa Musa hadharani. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi, unasema sijapatapojua mpaka sasa kwamba eti nyinyi mna Mungu mwingine kinyume na mimi. Mpaka muda huu nisemao sijui kwamba mna Mungu mwingine zaidi yangu. Haya maneno ya Firaun. Lakini baada Allah akamtuma Musa na Harun waende kwa Firaun, na akawaelekeza, kazungumzeni naye maneno malaini. Faida yake nini? La'allahu yatadhakkaru au yakhsha, huenda akakumbuka au akaogopa. Wewe wataka abadilike, alafu maneno matusi. Unataka abadilike kwa maneno ya kashifa, unataka abadilike kwa maneno ya kejeli. Firaun akaambiwa Musa amwambie maneno malaini. Huo ndio mwongozo wa Qur'an, na kuna mwongozo wa Sunna. Allah atupe amani katika nchi zetu, atujalie uongofu katika nchi zetu, atujalie Allah subhanahu wa ta'ala khairi na